Mimi naitwa Janet Mawondo, mzaliwa hapa Mwatate, Taita Taveta County. Katika kijiji cha Lamini, eneo bunge la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, kuna mama ambaye kwa miaka mitatu sasa hajawahi kusimama, hajawahi kutembea wala kujihudumia. Hali yangu kwa sasa kweli si nzuri. Kujapokuwa nikiongea utasikia binadamu anaongea, but kutoka hapa chini ya matiti kote mpaka kwenda huko miguuni kumepooza. Sababu haja ndogo ni hapo hapo, haja kubwa ni hapo hapo. Bado natumia catheter, urine bag, natumia pampers. Yaani sina kwamba katika hali yangu imekuwa si hali nzuri kabisa, maana yake sasa kila kitu ni hapo hapo. Huyu ni Janet Mawondo, mama wa miaka 48 aliokoka kifo, lakini akaachwa na maisha ya mateso. Kwa sababu kuketi haizi kuketi, kugeuka pia haizi geuka, mpaka afanye kugeuza vile alivyo. Asipogeuzwa atabaki hivyo hata kama siku ngapi mpaka ageuzwe. So hii ni ajali ambayo nilipata. Tulitoka Mombasa tukaenda kuzika Mgamboni. Ilikuwa tarehe 15, ilikuwa Saturday. Hiyo Saturday ndio tulizika na tukao tunarudi. Tukifika Josa ndio tulipata na hiyo ajali. From there tuletwa hapa Kamrapunda. Mwaka 2023 Janet alikuwa miongoni mwa abiria waliokuwa wakisafiri kwa basi kutoka Wundanyi, waliokuwa wamehudhuria mazishi. Jiani wakirejea nyumbani katika eneo la Josa Mwatate, basi walimokuwa wakisafiria lilipata ajali mbaya na kubingirika. Ajali hiyo iliua watu 10 papo hapo. Janet aliponea chupuchupu, maisha yake yakaokoka, lakini mwili wake haukuwa tena kama zamani. Imenigharimu pesa nyingi kwa sababu daktari akikuja hapa kunifanyia hivyo therapy nio moja, section moja tu hivi, huwa anachukua 1000. Session moja ni 1000. Sasa unapata ni pesa nyingi zinatumika. Sababu pia na yeye kuna madawa saa zingine atasema kwamba nafaa kutumia madawa, lazima ninunue. Akiniandikia lazima ninunue hayo madawa. So unapata hiyo imekuwa juu sana gharama yangu ya maisha. Na mambo na matibabu imekuwa very expensive. Ambapo pia for that familia imejaribu kiasi chao. Hapa imefikia sasa pia wao nao hawana chochote. Tangu siku hiyo Janet amelala kitandani kwa zaidi ya miaka 3. Ameathirika karibu mwili mzima kiasi kwamba anakula akiwa amelala, anajisaidia akiwa amelala, hawezi kujigeuza wala kufanya jambo lolote peke yake. Imetutatiza kulingana na hali ya matibabu, gharama nini, na tujapata njia yote ya kuwa tutapata usaidizi kupitia ni hali yake ya kimatibabu. Huo tumetatizika sana, na mpaka dakika hii tuna changamoto kubwa kwa sababu matibabu anahitaji matibabu. Kwa sababu kuketi haizi kuketi, kugeuka pia haizi geuka, mpaka afanye kugeuza vile alivyo. Asipogeuzwa atabaki hivyo hata kama siku ngapi mpaka ageuzwe. Kila kitu, kuoga, kula, hata kubadilisha mkao hufanywa kwa msaada wa wengine. Kwa hiyo ningeomba wakubwa ambao wanahusika, hata viongozi wetu, hata gavana wetu, ikiwezekana aingilie kati, kwa sababu ajali iliyofanyika katika kaunti yake, na ana wajibu wa kuwajibika kujua hii ajali iliyofanyika watu wangu walilipwa, insurance inalipa, na kama hailipi kwa nini hailipi? Ana wajibu wa kuhakikisha watu wake amewalinda kupitia taratibu zinazoeleweka. Hata mheshimiwa pia, wabunge wetu wanaweza kaingilia kati, sio mbunge wa Mwatate peke yake, kwa sababu ni jambo lilifanyika linahusu kaunti nzima ya Taita Taveta. Kwa hiyo tunataka wito wetu ambao tungeomba kwa viongozi kupitia pia kwa serikali ichunguze haya mambo ya hii kuhusu ajali, na tujue wale waliokufa na wale ambao wanusurika watafuata usaidizi kupitia kwa njia gani. Kwa hivyo hilo ndio ombi letu kama familia, na ombi letu kwa wale ambao waliopoteza jamii zao. Kwa machozi na sauti ya uchungu, Janet anaeleza kuwa maisha yake yamesimama huku siku zikisonga bila matumaini. But kutoka hapa chini ya matiti kote mpaka kwenda huko miguuni kumepooza. Sababu haja ndogo ni hapo hapo, haja kubwa ni hapo hapo. Bado natumia catheter, urine bag, natumia pampers. Ndugu yake ndiye anayemhudumia, lakini naye hana kazi wala mapato ya kudumu. Bado matibabu yake bado anahitaji matibabu. Vile mnavyomuona bado anahitaji matibabu.
kwa sababu kuketi hawezi kuketi, kugeuka pia hawezi geuka, mpaka afanye mgeuzo vile alivyo. Asipogeuzwa atabaki hivyo hivyo hata kama siku ngapi, mpaka ageuzwe. Hakuna msaada wa kitabibu wa haraka, hakuna msaada wa kitabibu wa uhakika, hakuna vifaa maalum wala matibabu endelevu. Hali hii imeifanya familia hii kuishi kwa maombi na matumaini tu. Leo sauti ya Janet ni kilio cha msaada. Nakula mwenyewe hapa nikiwa nimelala hivyo hivyo. Ikiwa ni chai lazima wanike kwa chupa. Siwezi kunywa kwa kikombe, itanimwagikia. Chupa ina mdomo mdogo. Hivyo ndio sasa ninakula hivyo. Mwito huu unaelekezwa kwa wahisani, viongozi wa kisiasa na kijamii, makanisa na taasisi za kidini na watu wa heri njema, angalau kusaidia kuokoa maisha, kupunguza maumivu na kurejesha heshima ya kibinadamu. Swali linabaki, je, viongozi wa eneo lake wanasikia kilio hiki? Katika jamii, thamani ya uongozi hupimwa kwa jinsi tunavyowajali walio dhaifu zaidi. Leo ni kwa Janet Mawondo, kesho anaweza kuwa yeyote wetu. Methali ya Kiswahili yasema, kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa heri na Mungu akubariki.